Sasa tuangalie present. Hii tuangalie wakati uliopo. Wokovu kwa wakati uliopo ni nini? Hebu present tunasema kwamba wokovu wetu unaendelea. Sio kwamba baada ya kuokoka ukasimama au ukawa stagnant, ukawa hauendi. Hapana. Wokovu unafanya nini? Unaendelea. Usoma hapa kwenye ile Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 18. Biblia inasema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu neno la msalaba. Unapozungumza msalaba kwa wale ambao wanapotea ni nini? Ni upuuzi. Kwa sababu neno la msalaba kwa wale wanaopotea ni upuuzi. Ukimwambia habari za kuokoka kwa njia ya msalaba, alikuwa anaona ni upuuzi. Lakini ni kwa wale ambao wanapotea. Tuko pamoja? Bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Amen. Lakini kwetu sisi tunaookolewa, sio tuliookolewa, tunaookolewa. Wakati huo present. Paulo anayasema haya maneno, alishaokolewa zamani. Tuko pamoja? Paulo anayasema haya maneno, alishaokolewa zamani. Sio kwamba hajaokoka. Lakini kwa nini hapa anatumia neno tunaookolewa? Wokovu una past, lakini una wakati uliopita, lakini katika wakati uliopo pia ni kitendo endelevu. Na kunakuwa endelevu kwa maana ya sanctification, kwa maana ya utakaso. Tuko pamoja? Kwamba huyu mtu anakuwa na uwezo, huyu aliyeokolewa anakuwa na uwezo wa kushinda dhambi. Ndio kuokolewa. Ni salvation, ni wokovu ambao unaendelea. Tunaookolewa ni kushinda dhambi, kukaa mbali na dhambi. Haina maana kwamba ukishaokolewa sasa umepata neema ya wokovu, sasa ujimwage kwenye dhambi, uanguke kwenye dhambi, ugaragare kwenye dhambi. Hapana. Unatakiwa kila siku uishi maisha ambayo yatashinda dhambi. Ndio hiyo kwamba kwa sisi tunaookolewa. Ndio hiyo tuliita kwenye darasa letu lingine, inaitwa progressive sanctification. Yaani ni utakaso ambao unaendelea. Tuko pamoja? Hebu tusome katika ile Warumi 12 mstari wa 2. Warumi 12 mstari wa 2 anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, ndio mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yalivyo mema, ya kumpendeza Mungu na ukamilifu. Amen. Amen. Hakuna kuna maneno mengi nayapenda katika Biblia, lakini hili ni moja wapo ya neno moja ambalo nalipenda sana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Neno la Kiyunani au la Kigiriki ambalo limetumika kutafasiriwa hili neno linasema susmachezo. Susmachezo. Susmachezo kwa lugha ya Kiingereza ambayo umetafasiri wameita conform. Yaani do not conform. Kuconform sio tu kufuatisha. Kuconform ni kuumbika sawasawa na. Yaani unakichukua kitu kinaumbika kufanana na kitu fulani. Ndio kuconform. Na ndio susmachezo. Biblia yetu imetumia neno kufuatisha, ambayo pia sio mbali sana. Hiyo tafasiri sio mbali sana. Lakini kuconform ni kufanyaje? Ngoja nitakupa mfano wa kibao kile cha kufyatulia matofali. Kibao cha kufyatulia matofali. Ule udongo
unaowekwa kwenye kile kibao alafu mtu akashindilia hivi. Si anauchukua udongo umesambaa hivi, si ndio? Anauweka kwenye kibao alafu anashindilia. Akija kutoa kibao, lile litakalobaki pale litaitwa tofari, na litakuwa limeconform, litakuwa limechukua umbo la kile kibao. Si kama unanielewa? Ndio hivyo Paulo anasema kwamba ili sasa sisi tuweze kuwa watu ambao tunaishi maisha ya kuokolewa kila siku, tusifatishe, tusiumbike kama dunia ilivyo. Do not conform to the world. Ukifatisha kama ile dunia ilivyo, basi wewe hauwezi kuwa unaokolewa. Hata kama ulikuwa umeokolewa mwanzoni, hauwezi kuishi yale maisha matakatifu katika dunia hii ambayo imechanganyikiwa. Lakini kwa nini? Unajiuliza kwamba kwa nini Paulo anasema tusifatishe namna ya dunia hii? Unafikiri kwa nini anasema tusifatishe namna ya dunia hii? Kuna mtu ana wazo? Kuna mtu ambaye anadhani kitu chochote? Kwa nini tusifatishe namna ya dunia hii? Unafikiri kwa nini Biblia inatuambia tusifatishe namna ya dunia hii na sisi tumo duniani? Kwa nini? Nani anafikiria? Karibu madam. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Nafikiri tunaambiwa tusifuatishe namna ya dunia hii kwa sababu tukifuatisha namna ya dunia hii tutapoteza vigezo vya wokovu. Tutapoteza vigezo vya wokovu. Very good. Mnaweza mkampigia makofi mengi tena. Ukifuatisha lazima upoteze. Kwa nini upoteze? Kwa sababu hii dunia ina mungu wake. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4. Ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. Ambao ndani yao Mungu wa dunia hii, sio Mungu wa mbinguni. Mungu wa dunia hii amepofusha fikra za watu. Tunaishi katika dunia ambayo imepofushwa fikra na yule Mungu ambaye anaitawala. In fact, shetani sio Mungu. Sio Mungu. Ila kwa nini hapa Biblia imemuita Mungu? Kwa sababu ameweza kuitawala mifumo ya dunia na watu wanamwabudu. Watu wa dunia wanamwabudu katika namna mbalimbali. Katika kumtii, katika kufanya mapenzi ya shetani. Shetani akaitwa ni Mungu wa dunia hii. Lakini hajaumba hata sisimizi. Na wala hajui, wala hawezi kuumba sisimizi. Ameitwa Mungu kwa sababu ameweza kuteka fikra za watu wakamfuata. Ndiyo maana tukaambiwa tusiifatishe hiyo, kwa sababu imepata mungu mwingine ambaye amemkataa Mungu wa kweli. Tusiifatishe. Sisi tukae tofauti, tusifanane. Kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo katika present tunatakiwa kuitoa miili yetu dhabihu mbele za Mungu, kwamba tuendelee kuwa watakatifu pasipo kuifatisha dunia. Pasipo kuifatisha dunia na mambo yake na tamaa zake na uovu wake na vitu vingine. Sasa mimi wakati ninasoma somo hili, au nilikuwa najaribu kukaa kulitafakari, nikaona kuna maeneo takribani 4 au 3, nitataja kwa yale ambayo nitaweza kulingana na muda, ambayo tunaweza tukaumbika sawa sawa na dunia hii, ambayo tunavutwa kuumbika na dunia hii. Kuna maeneo na kuna Wakristo wengi wamevutika, wamekwenda kule, wameingia katika kuumbika sawa sawa na dunia, kuconform. Hii conformity imewanasa. Sasa hebu ngoja tuziangalie hizi sehemu 4. Hizi zote bado ziko hapa kwenye hii present. Kama tulivyosema, tuangalie sehemu ya kwanza ambayo tunaweza kuumbika.
ni eneo la kimaadili. Eneo la kimaadili. Maadili. Sawa. Hili eneo la kimaadili ni rahisi sana, tunaweza tukaumbika sawa sawa na dunia hii, au tunaweza tukaifahamisha, tukaifuatisha. Kwa wale ambao mnaandika lugha zingine, unaweza ukaandika moral conformity kama unapenda kuandika lugha hizo. Hii inaitwa moral conformity. Yaani kimaadili tunaweza tukaumbika na ile dunia ilivyo, tukaifuatisha. Kimaadili kwa maana gani? Kuishi maisha ya uchafu. Dunia inaishi katika uchafu sana. Tunaijua. Ni chafu kuliko unavyoweza kufikiria. Ukiifuatisha dunia, ni lazima uweze kuishi katika uchafu. Maana yake utaishi katika uchafu. Kuifuatisha dunia ni kuifuatisha uchafu wake. Tulijifunza kwamba sisi tumehesabiwa haki, si ndio? Lakini kuna kitu kinaitwa rushwa. Nani anaifahamu rushwa? Rushwa kila mtu anaijua. Ni kitu katika dunia kimekuwa ni kitu cha maadili. Yaani kimekuwa ni kitu cha kawaida. Lakini sisi tunaambiwa rushwa ni adui wa nini? Tunatakiwa kuconform hicho kitu. Sisi tumehesabiwa haki, alafu tunafanya kitu ambacho ni adui yetu, au tunakaa na adui yetu. Unapotoa rushwa, sawa, maana yake umeconform. Au unapopokea rushwa, maana yake umeconform. Maana yake umeumbika sawa sawa na dunia. Umeshatoka kwenye haki. Tuko pamoja? Mtu mwenye haki hapaswi kutoa rushwa, hapaswi kutoa wala kupokea rushwa. Lakini hebu niambie, Wakristo hatutoi rushwa. Tuna conform. Tunapotoa rushwa, tuna conform. Tunaifuatisha namna ya dunia. Kwa sababu tunafanya kitu kisicho cha haki wakati sisi ni wenye haki. Tunafanya kitu ambacho ni adui wa haki wakati sisi ni wenye haki. Sasa huo nimetoa tu mfano mmoja, lakini kuna maadili mengi, kuna tabia nyingi za kimaadili ambazo tunaweza tukavutwa kuumbika sawa sawa nazo. Na sasa ili tuweze kuwa watu ambao tunaokolewa, ni lazima tuziepuke. Ni lazima tuitoe miili yetu kuwa dhabihu, na wala tusiifuatishe, tusiconform, tusifate hayo mambo ya dunia. Neno la Mungu linatukataza kuipenda dunia. Soma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 17. Soma mstari ile. Kuanzia 15 Biblia inasema, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Msipende dunia, sawa, wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumu ndani yake. Haiwezekani. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili, na tamaa ya macho, na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na hivi ndio tuna conform. Tamaa za macho, tamaa za mwili, kiburi cha uzima, hivi vyote havitokani na Mungu. Ukivifanya ujue umeconform, ujue umeifuatisha dunia, ujue umeifuatisha dunia, umekwenda sawa sawa na dunia inavyokwenda. Present, katika wakati uliopo, tunatakiwa kuwa watakatifu. Tuendelee kuokolewa kwa kuwa sanctified, kwa kukwepa au kuepuka kuvutika au kuumbika sawa sawa na dunia. Nitasema kipengele cha pili
ambacho nimekiona ambacho kinaweza kutuvuta katika hii present. Kuna kitu kinaitwa style ya maisha. Andika style ya maisha. Mtindo wa maisha. Unaweza kuandika mtindo wa maisha. Mtindo wa maisha au lifestyle ni kitu ambacho tunavutika sana. Ni rahisi sana kwa mtu aliyeokoka kuvutika na mtindo wa maisha wa kidunia. Na kuna watu wengi ambao wamevutika na mtindo wa maisha wa kidunia. Wamekwenda kwa kuvutwa na hiyo mitindo ya maisha ya dunia. Mtindo wa maisha wa dunia. Ngoja nikwambie kusudi la mtindo wa maisha ya dunia. Mtindo wa maisha ya dunia ni ushindani. Ni kushindana, mashindano. Kila kitu kushindana. Kuvaa kushindana. Hawavai kujistiri nguo, wanavaa kushindana. Kula hawali kushiba, wanakula kushindana. Mashindano, everything. Ndio style ya maisha. Mimi nilimsikia mtu mmoja anasema kwamba yani hii nguo naenda kuichoma moto. Alikuwa na suti nzuri. Anasema naenda kuichoma moto. Nini? Na fulani naye kanunua ya hivi hivi. Na fulani naye, yani sasa tuwe na sare. Anaenda kuichoma moto. Kwa sababu fulani kanunua kama ile ile. Huyu alikuwa amevaa kwa ajili ya kusitiri mwili au kushindana. Kushindana. Wengine ukifutuka kama yeye anafumua nywele. Tutakuwa wangapi tunaosuka hivi? Mimi fikiri nitasuka mimi tu. Yule naye amesuka. Yule naye anafumua. Na mkimchosha ananyoa. Kama mnamfatisha kusuka kama yeye. Kushindana. Ni style ya maisha. Yaani maisha ya leo, dunia imetuweka kwenye kila kitu tushindane. Sio kwamba tupokee hata vitu ambavyo Mungu anatubariki baraka, ziwe baraka kwetu, zinakuwa sio baraka kwa sababu tunazitumia katika ushindani. Na hii ndio style ya maisha ya dunia. Kutaka kuwazidi wengine, kutaka kuonekana wewe uko juu kuliko wale wengine, au wewe ni bora kuliko wale wengine. Sikiliza. Hakuna ubaya wa kupata kitu kizuri. Tunatakiwa, tena Mungu ndo anasema anatubariki. Tuwe na magari mazuri, tuwe na nyumba nzuri, tuwe na kila kitu kizuri, tuvae vizuri hivyo, lakini sio kwa ajili ya kushindana. Tubarikiwe kwa kiwasi au kiwango cha hali ya juu sana, lakini ziwe baraka za Mungu ambazo ametubariki, sio kwa ajili ya kushindanisha na watu. Tunaposhindanisha tunakuwa tumeingia kwenye mfumo wa dunia ambao wenyewe unataka mashindano. Ndio maana unakuta leo kuna aina nyingi sana za vyakula. Mashindano. Mimi siwezi kula chakula cha shilingi 1,000. Nataka kula cha 200,000. Lakini sio kwamba eti kina ubora sana wa kuzidi kile cha 1,000. Wengine wanafanya hivyo kwa ajili ya mashindano. Tule chakula kizuri chenye kiwango, lakini sio kwa ajili ya kushindana. Sio kwa ajili ya kujiweka juu, kuonekana kwamba niko juu. Tukiingia kwenye hiyo, tunakuwa tumeingia kwenye hatari ya kufuatisha dunia, kwa sababu dunia inataka mashindano. Haipokei baraka za Mungu kama baraka. Inapokea kama mafanikio ya kuonyesha unawazidi wengine au unawashinda wengine. Haya ni maeneo muhimu sana ambapo tunaweza tukajirinda
na kufuatisha dunia. Kuna kitu kinaitwa maeneo ya kifikra. Maeneo ya kifikra, au wale ambao mnaandika ili maeneo ya kifikra ni sehemu nyingine ambayo utaona kwamba tunaweza tukavutika kuumbika sawasawa na dunia kifikra, au unaweza ukaandika ideological conformity. Yaani mawazo yako yanaumbika, au fikira zako zinaumbika sawasawa na dunia hii. Hii nayo ni hatari kubwa, na imeweza kuzoa watu wengi waliookoka. Wameokoka, wamevutwa na hizo ideology za dunia, mawazo ya kidunia. Dunia inafikiria nini? Maana yake ni nini? Ni kukubali mitazamo ya kisasa inayopinga maandiko ya neno la Mungu. Hii ideological conformity, unakubali mtazamo wa kisasa ambayo inasemwa na watu wa dunia, ambayo inapingana na maandiko ya Biblia. Sasa unachukuliwa, unaconform, na wewe unasema hivyo hivyo kama hao ambao wanasema watu wa dunia. Umeumbika sawa sawa, umeifuatisha dunia. Kwa hiyo kuifuatisha dunia sio tu kuvaa sare au kuvaa nini au kufanya vile. Kuna vitu vingi vya kimawazo, vya kimaadili, unaweza ukafuata dunia kupitia hivyo vitu. Hatutegemei tu kwamba eti tutakuona unakunywa bia au unaweza ukawa na mawazo, fikra. Umeumbika uko hapa, lakini umeumbika, fikira zako zimeumbika sawa sawa na watu wa dunia, kwa sababu umechukua ile mitazamo yao ukaikubali wanavyosema. Ukishaichukua ile mitazamo yao, tena mingine inapingana na neno la Mungu, ukaiweka wewe umeumbika sawa sawa. Uko kanisani, lakini umeumbika sawa sawa na dunia. Unaifuata dunia. Una dunia. Ndio maana hii ya kwamba tunaokolewa kila siku. Lazima tuokolewe kila siku ili kushinda kuwa conformed, kuumbika sawa sawa. Moja ya mambo ambayo tunaweza kuiangalia hapa ni ideology za watu. Ni kama ile ambayo tulisema kwamba kuna watu wanasema kuna njia nyingi za kwenda mbinguni. Na watu wametangaza hili, na kuna watu wanaamini, mpaka kuna Wakristo wanaamini kwamba kuna njia nyingi za kwenda mbinguni. Mimi nikiwauliza wamezitoa wapi hizo njia, hawawezi kuniambia. Nani amezitengeneza hizo njia za kwenda mbinguni? Hawawezi kuniambia. Ngoja nikupe kitu cha kushangaza kidogo. Katika Agano la Kale, manabii wote, mitume wote, maprofeti wote, watu wote waliomtumikia Mungu enzi hizo hawakujua mbinguni. Hakuna mtu aliyesema habari za mbinguni. Hakuna mtu aliyesema habari za mbinguni. Aliyeleta habari za mbinguni akaja kuzifafanua ni Yesu Kristo peke yake. Ndio alileta ufunuo wa mbinguni, kwa sababu alitoka mbinguni na akarudi mbinguni na akatupa habari za mbinguni na akatueleza mbinguni kulivyo. Na alivyokwenda kule, akaenda akamtokea Yohana, akamwonyesha picha ya mbinguni ilivyo. Ndio hao walikuwa wanajua habari za mbinguni. Hakuna nabii mwingine yeyote yule ambaye alijua habari za mbinguni. Sasa leo unatuambia leo kuna njia nyingi. Zimetoka wapi? Hizo njia nyingi zimetoka wapi? Watu wengi ambao wameambiwa habari za mbinguni wamechukua kwa Yesu, wamejifunza kutoka kwa Yesu. Wahindu, dini ya Kihindu, Hinduism, ilikuwepo kabla ya Ukristo. Ukisoma katika historia,
lakini walikuwa hawajawahi kuzungumza habari za mbinguni. Walikuwa wanajua maisha ni hapa hapa tu. Leo unazaliwa kobe, kesho utazaliwa nyoka, kesho ukifa unazaliwa sungura, ukifanya vizuri zaidi unazaliwa tembo, ukifa tena ukiharibu unazaliwa fisi. Yani hivyo hivyo wanasema, yani maisha yanaendelea hivyo hivyo tu. Mara siku ukiwa unakula sana wenzako, basi kesho utazaliwa kuwa nyoka. Kesho kutwa utazaliwa. Yani walikuwa wanasema ni hivyo. Kulikuwa hakuna maisha ya kwamba kutakuwa na mbinguni. Lakini leo Wahindu unaweza kawasikia wanasema habari za mbingu. Wanazisema habari za mbingu. Wamezitoa wapi? Wamekopi kutoka kwa Yesu. Ibrahim hakuzungumza habari za mbinguni. Musa hakuzungumza habari za mbinguni. Daudi hakuzungumza habari za mbinguni. Wote manabii wakubwa wote hawakuzungumza habari za mbinguni. Na mbingu hawakuiona. Yesu alivyokuja ndio alizungumza habari za mbingu. Na sisi tunajua kwamba tutakwenda kukaa mbinguni kwa Baba kwa sababu Yesu alisema. Na Yesu alituonyesha. Manabii wengi wote wamekopi kutoka kwa Yesu. Kwa hiyo sasa tukiachana na hizi present ambazo zilikuwa zinaongezeka, nizungumzie hii future kidogo, wokovu wetu kama future. Tuseme kidogo alafu nitoe conclusion. Hebu soma ile Warumi 13:11. 13:11 vinasema, na tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadai. Ndio. Kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi. Wokovu wetu u karibu nasi ina maana kwamba sio kwamba huu wokovu uko, ina maana uko future, ni uko mbele. Tuko pamoja? Unaposema kitu kinakaribia, hakipo hapo. Na wala sio kwamba umeshakipita. Kwa hiyo utaona wokovu katika haya maandiko umetajwa katika past, present and future. Inapozungumzia habari ya wokovu umekaribia, wokovu wetu umekaribia sana. Sio kwamba hatujaokoka. Inazungumzia ile final glorification, kwamba kuna wakati Yesu atakapokuja tutakuja kuvaa ile miili ya utukufu. Tutatoka katika huu mwili ambao una dhambi, mwili ambao una magonjwa, mwili ambao una mateso, mwili ambao una machozi. Tutavaa miili mingine. Hapa ndio unazungumziwa huu wokovu wa mwisho, ni wokovu unaokuja, ni wokovu ambao tunakuja kubadilika kufanana na Yesu. Lakini sio kwamba hatujaokoka. Tulishaokoka. Sasa tunatoka katika hii miili ya nyama na kuvaa miili ya utukufu. Haleluya. Wangapi wanafurahia kuvaa miili ya utukufu? Mnaifurahia? Inasema ile hakuna kula wala kuoa. Mnafurahia? Hamna kula wala kuoa. Hiyo miili ya utukufu. Na ndio maana haina machozi. Na ndio maana haina maumivu. Na ndio maana haina mateso. Hiyo ndio final salvation. Ni wokovu future ambao tunausubiri kwa hamu. Lakini ni watu ambao tayari tuna wokovu past na tuna wokovu present, na future tunaisubiri inakuja kwetu. Haleluya. Basi kwa maana ya kuhitimisha somo hili, nataka nikwambie kwamba tumeokolewa kwa neema kwa imani. Tumeokolewa kwa neema kwa imani. Na tunaendelea kuokolewa. Tunaendelea kuokolewa kwa nguvu, kwa kupata nguvu ya kushinda dhambi. Tumeokolewa kwa neema kwa imani, lakini tunaendelea kuokolewa kwa kupata nguvu ya kuishinda dhambi. Kwa kupata nguvu, kwa kuitoa miili yetu kuwa dhabihu iliyo hai. Kuitoa miili yetu kuwa dhabihu iliyo hai mbele za Mungu. Wale watu wa Agano la Kale walikuwa wanatoa dhabihu zilizokufa. Kama ni mbuzi anatoa imekufa, kama ni ng'ombe anatoa imekufa. Sisi tunatoa mwili ulio hai mbele za Mungu. Kwa maana unakuwa sadaka ya Mungu, kufanya huduma ya Mungu, latria, lakini unafanya huduma ya Mungu, diakonia, ya kuwahudumia watu. Tuko pamoja? Kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo tusipende dunia kiasi
cha kuumbika kama ilivyo. Tusipende dunia kiasi cha kuumbika au kufuatisha kama ilivyo. Tuitoe miili yetu iliyo hai, lakini tuokolewe kutoka katika miili hii ya maumivu na mateso, kwa maana kwamba tutarajie kupata miili ya utukufu ambao Yesu Kristo mwenyewe aliuvaa baada ya kufufuka. Yeye ndio alianza kuuvaa huo mwili, na sisi tutavaa mwili kama huo huo. Amen.